Ndugu yangu Rais wa Jamhuri wa Kenya, Mheshimiwa Uhuru Kenyatta, Mama Margaret Kenyatta, our guest today, the President of Namibia, His Excellency Hage Geingob, and the First Lady of Namibia, ndugu yangu William Samoei Ruto, Mama Rachel, Gavana wa Paranya, magavana wote, wananchi, viongozi wote wamefika hapa na wananchi wote, hamjambo. Abandu bosi mrembe. Mrembe handi. Mrembe sua. Mrembe te. Mrembe mia. Muli moyo. Asanteni sana. Kwanza nataka kuchukua fursa hii kutoa shukrani kwa ndugu yangu Mheshimiwa Wycliffe Ambetsa Oparanya kwa kufanya yale ambayo amefanya hapa siku ya leo. Ameng'arisha stadium hii ya Buhungu. Kakamega yenyewe imerudi kama msichana mdogo. Yale mahandaki ndogo ndogo yametoka yote, na majengo yote imepigwa rangi. Kwa hivyo nataka kutoa shukrani kwake kufanya yale ambayo amefanya. Sasa leo hii ni siku muhimu kwa taifa letu. Maana yake ni siku ambayo tunakumbuka ukombozi wa taifa letu. Siku hii ilianza kuadhimishwa mwaka 58, 1958 ndio ilikuwa mara ya kwanza. Wakati hiyo kulikuwa wakati wa hali ya hatari ambayo kama unasema ngwe ndani. Wale viongozi wa Afrika wakati huo walikuwa 14 katika bunge, na baada ya mjadala bungeni juu ya wale wafungwa ambao waliwekwa ndani, siku hiyo wale viongozi wakaamua ati hakuna chakula, waligomea kula. Wakasema vile vile hakuna kunywa, hakuna kuvuta sigara, na hakuna kutembea na mabasi wakati huo. Hii ndio siku ya kwanza, mara ya kwanza. Serikali ya ukoloni ilikuwa na hasira mingi zaidi dhidi ya wale viongozi. Wakaandika maripoti mbaya sana dhidi ya wale viongozi. Lakini mwaka uliofuata 1959 wakasema siku ile ambaye hali hatari ilitangazwa tarehe 20 mwezi wa Oktoba mwaka 52, siku hiyo itakuwa siku ya kuadhimisha, na kwa sababu walikuwa wanapigania kuachiliwa huru kwa Mzee Kenyatta, wakasema hiyo siku ni siku ya kukumbuka Kenyatta, ikawa ni Kenyatta Day. Na wakaandaa maandamano katika Nairobi mzima. Watu walijitokeza na kufanya maandamano kusema tunataka Kenyatta na wenzake waachiliwe huru. Hiyo ndio kuanzia wakati huo tumekuwa kila mara tunasherehekea Kenyatta Day, na baada ya uhuru ikawekwa kirasmi ati ni Kenyatta Day. Tulipokuwa kule Bomas of Kenya wakabadilisha, sasa ikaitwa Mashujaa Day. Manake kulikuwa na mashujaa ambao walipigania uhuru wakati ile. Kuna wale mashujaa wampigia uhuru ya pili ya kuboresha utawala katika taifa letu. Kuna wale ambao wameleta sifa kwa taifa letu kwa upande ya kucheza, kwa mfano kwa upande ya riadha, kwa upande ya kucheza mpira. Na hapa pali tuko hapa na Kisumu ni headquarter ya mpira katika taifa letu. Wale akina Lija Lidondi. Kuna mzee mmoja angependa sana awe hapa, mzee Joe Kadenge, lakini hakuweza kufika. Lakini mbele tukiwa hapa katika Buhungu Stadium mpaka tukumbuke Elijah Masinde wa Nameme, ambaye alipigania uhuru wakati ile
akiongoza kupitia kwa dini ya Msambwa, akafungwa jela miaka mingi. Masinde Muliro, Martin Shikuku, wako wengi zaidi kutoka eneo hii ya magharibi, na wote tunataka wakumbukwe siku zijazo. Sasa rais, tuliamua mimi na wewe, manaka hao naona watu yote, watu ambao walikuwa wanafuata sisi, hao watu ndio watu walikuwa katika ziara ya kwenda Canaan. Tuko Ingo hapa. Sana unajua kwamba mimi msingi yangu vilevile ni hapa hapa Ingo. Mimi ni mjukuu wa 13 wa Nabongo Wanga, na bibi yake inaitwa Sako. Kwa hivyo niko hapa nyumbani. Sasa tuliamua ati sisi tuchukue Kenya na turudishe kwenye gurudumu pale ilikuwa mwaka wa 63 kwa tulipata uhuru. Tupigane na ukabila, tupigane na ubaguzi, tupigane na ofisi, tupigane na mambo ya uchaguzi, wezi uchaguzi, na tuunganishe Wakenya pamoja ili Kenya iweze kuendelea mbele vile walikuwa wanataka. Kwa hapa tunaambiwa vile vile tutaunganisha sio Kenya peke yake, tutafanya kazi kuunganisha Afrika Mashariki na hata Afrika yote mzima. Na juzi mimi niliulizwa na mkuu wa African Union niwe kama balozi ya kuunganisha Afrika na kwa upande ya miundo msingi, na mimi nimekubali. Sasa hapa wazungu wanasema ati yule ambaye anavaa viatu anajua pale hilo viatu inamuuma. Hapa Kingo hapa gavana amesema kiatu inawauma kwa upande ya ukulima, kwa upande biashara ya miwa kumekuwa na shida mingi zaidi. Na hii mambo ya miwa tunataka tukae chini, manake sio hapa magharibi peke yake, hata Nyanza, hata Pwani, kila mahali kuna shida. Tuwe na kongamano kwa kupata suluhisho ya kudumu juu ya mambo hizi ya viwanda vya miwa na biashara ya miwa kwa jumla. Hiyo itasaidia wakaji wa Ingo hapa. Mheshimiwa Rais, namaliza nikisema tuunganishe Wakenya wawe kama kitu kimoja. Tuko hapa na Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi yuko hapo, hata Weta hako hapo. Sisi wananasi tulikuwa tunapeleka watu Canaan, tukafika mto Jordan, tukakuta mamba. Ndio tukaongea na wewe, tukasema tujenga daraja kuvuka mto Jordan kuingia Canaan, na tunaingia pamoja, wananasa na wanajubilii pamoja. Asanteni sana, Mungu awabariki. Bas, maneno ya Canaan ndio hii.